repeated violation of their sacred oath and the wishes of their electorate. Mswada huo ulikuwa chanzo cha Wakenya kuchukua hatua kwa uwakilishi mbaya kutoka kwa viongozi wao. Wabunge waliopiga kura kupitisha mswada huo wakijipata pabaya. Maeneo bunge ya Roysambu na Kabete ni maeneo ambayo yana hamu na hamamu ya kuwatoa bunge mamlakani. So if the Roysambu people have said no to something and you go and vote yes, that is akin to just signing your resignation letter. Maandamano ya kizazi cha Zuma ya hivi punde yakitokana na wanachosema ni kusalitiwa na viongozi waliokubali mswada huo. Wakenya waliwataka viongozi kupinga mswada huo ila waliupigia kura kupitisha. Mary Emasa, I vote yes. As many of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. We have an Elections Act that also provides the grounds on which we can recall our MP, and one of them is violation of the Constitution under Chapter 6 on leadership and integrity. And we feel that the action of I, for one personally, I participated in protest on 18th of June, on 20th of June, on 25th of June, and our MP still voted yes, despite the fact that we have been on the streets urging him not to. And then at a scale of what? At a scale of 1 to 10. I'd give them a solid 1. Why 1? Because they've failed us. We feel betrayed as Kenyans. You know, when you vote for someone to do this and they do the exact opposite, you are betrayed and you feel like that is not how it should have gone. Sasa wameamua ikiwa sauti zao hazitasikika kupitia wawakilishi wao, basi watajiwakilisha wenyewe. We are not relenting. My Roysambu people, we are in this to the very end. We will be the first constituency to send our MP home. Swala ibuka ni je, mchakato ambao umeanzishwa ni vipi utatekelezwa? Na je, hatua ya wabunge kupigia kura mswada huo inatosha kuwatoa mamlakani? Well, technically it does, and it does only to the extent that those members of parliament voted en masse against the wishes of the majority of the people. So that could technically fall under an abrogation of their roles under the Constitution, and therefore a gross violation of the Constitution. However, it is very difficult for that to meet the standard of what courts would term a gross violation, or what the courts have found as a gross violation of the Constitution before. So it only works only if a majority of members or voters in a particular constituency would decide that the member of parliament voted against them or against their wishes, and therefore outside the powers or legislative delegated powers. The right to recall a member of parliament is granted under Article 104. But that, as provided in the Constitution, doesn't give the grounds, it doesn't give the procedure. It gives Parliament the work of creating laws to enable that right. And I feel that is where the rain started beating us, because you cannot expect that same MP to make it easier for him to be recalled. And that is how they came up with that draconian law that in the beginning we used to, for you to recall an MP, you had to get a high court order that says he has violated the Constitution. Wengine wao licha ya kuhisi walisalitiwa wanahofia mchakato huu huenda ukakosa kuzaa matunda kutokana na sheria ambazo zimeifanya hatua hii kuwa ngumu, wakipendekeza kupiga kura kwa wingi katika uchaguzi ujao. I think it will take us a long period. It will take a long period before it can be implemented, and again by the time things start working again, it will be already 2027. Eneo bunge la Roysambu lilimwalika mbunge wao kufika katika baraza la umma katika mtandao wa X ili kujitetea kwa kile wananchi wanachodai ni usaliti.
Mchakato wa kumtoa mbunge mamlakani. Sheria inasema kuwa mpigaji kura anapaswa kukusanya saini ya 30% ya wapiga kura katika eneo bunge hilo na kuwasilisha mbele ya IEBC pamoja na ushahidi unaoonyesha kuwa mbunge huyo amekiuka sheria na anapaswa kutolewa mamlakani. Uchunguzi utafanyika na mbunge huyo kupewa fursa ya kujitetea kabla ya spika wa bunge kufahamishwa, kisha uchaguzi wa kumtoa mbunge huyo kufanywa chini ya siku 90. Uchaguzi huo unapaswa kufanikishwa na angalau 50% ya wapiga kura kutoka eneo hilo. We are ready. We know we are not the only ones. We know of a number of constituencies that are already doing it with us. It's just that on our side, we are doing it kind of different. We are trying to make sure that it is a people-led movement. It is not about me. I have even promised the MP that after we remove him, I will not vie. Brian Amuai, K24. Na mtazamaji, wa Kenya wamechukuliwa kama watu wa kunyenyekea licha ya madhila walionayo, ila sasa nguvu ya wananchi imetambuliwa kupitia ujasiri wa vijana wa Gen Z waliochoshwa na kilichoonekana kuwa maisha ya kupe yanaonyesha ukarimu mkubwa, huku ukandamizaji ukiendelea kwa ajili ya matanuzi ya wachache wenye mamlaka. Na mtazamaji, bila shaka haikuwa kampeni iliyokufa kabla ya kuanza. Viongozi wa kisiasa wamekuwa wakiaminiwa katika kuleta mabadiliko, lakini si walioko mamlakani na si upinzani. Kwa waandamanaji wanaonekana ni pande mbili tu za shilingi ile ile. Bado mapambano, nguvu ya wananchi sasa inarindima. Sauti ya wananchi inapiganiwa na inapigania uadilifu, utawala bora, ukweli, mizani ya haki. Na hilo mtazamaji, basi tunaendeleza joto la mwamko mpya lililotanda nchini baada ya kipindi cha muda mrefu wa umma kuonekana kuvunjika moyo. Tunaangazia masuala ya kumrejesha mbunge wako nyumbani, uhuru wa mihimili mitatu, yani bunge, mahakama na serikali kuu. Je, ni vipi tusonge mbele, au ni yapi yanapendekezwa kwa ajili ya uongozi wa taifa hili letu? Basi tumepiga kambi katika maeneo tofauti yakiwemo Eldoret, Mombasa, Kitengela, Machakos, Nyeri na hapa jijini Nairobi ili kuangazia safari ambayo imeshuhudia watu kupoteza maisha, kujeruhiwa, kukamatwa, uharibifu wa mali na hata kutekwa nyara. Safari gani hiyo? Basi ni safari ya kundi lisilokuwa na kabila, kiongozi wala chama, ambalo limekataa kuuziwa uoga. Mimi ni Busara na Aman, na kwa niaba ya wenzangu wote natumai kwamba hujambo popote pale ulipo unapotutegea, na karibu. Na kabla tuanze basi makala yetu maalum hii leo, ningependa kuchukua fursa hii kuwatambulisha wenzangu ambao wapo ndani ya studio. Na moja kwa moja basi nianze na aliyenami hapa katika studio, ambaye ni kinara wa kundi la Kimombo. Anajulikana kama Brian Amuai. Atakuwa anajiunga nasi itimiapo mwendo wa saa 2:30 mwendo wa saa 3 kuhakikisha kwamba anachukua gurudumu hili kwa lugha ya Kimombo, mtazamaji. Lakini kando na hayo, basi katika upande mwingine wa studio nipo na wanadada, wanahabari wenzangu Mumbi Chege na vile vile Linda Kuskei, ambao watakuwa wanaangazia maoni mitandaoni ambao utakuwa umetuma mtazamaji. Na maoni hayo yanatokana na swali ambalo tunakuuliza hivi mtazamaji: ungependa kumuondoa mbunge wako mamlakani na kwa nini? Je, ungependa kumuondoa mbunge wako mamlakani na kwa nini? Basi bila shaka ukituma jumbe zako kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo Facebook na X unatupata @K24TV, basi kina dada hao watakuwa wanatusomea jumbe hizo. Kando na hiyo, nitakuwa na mwenzangu Mariam Jahid na David Kagina na wanahabari wenza nyanjani. Lakini kwa mengi zaidi, basi acha niwapishe Linda Kuskei na Mumbi Chege. Asante sana mwenzangu na Busara Naaman. Na upande huu wa studio tuko tayari kuhakikisha kuwa tunawashirikisha Wakenya ambao wanatutizama siku ya leo katika jamii za mitandao ya kijamii, upande wa Facebook K24 Kenya na pia Kameme TV Kenya, na pia upande wa Twitter ama ukipenda X @Kameme TV Kenya na pia K24 Kenya. Kumbuka kwamba mada ya siku ya leo ni joto la mwamko mpya, tukiangazia yale yamekuwa yakiendelea humu nchini na haswa tukiangazia maandamano ya Gen Z. Na tungetaka sana kusikia maoni yako. Kwa hivyo maoni yako na kumbuka swali la siku ya leo ni je,
ungependa kumwondoa mbunge wako mamlakani na ni kwa nini? Je, ungependa kumwondoa mbunge wako mamlakani na ni kwa nini? Tungetaka kusikia usemi wako, ujumbe wako. Kwa hivyo vile nilivyosema hapo awali, unaweza wasiliana nasi kupitia Facebook K24 TV na pia Kameme TV Kenya, na pia upande wa X ama Twitter ukipenda @K24 TV na pia @Kameme TV Kenya. Jina langu ni Mumbi Chege. Hivi sasa wacha nimpishe mwenzangu Linda Koskei aweze kutuambia yale ambayo yako nayo hivi sasa. Well, good evening, Mumbi. Given that you're Kameme TV anchor, that's quite impressive, huh? Asante sana. Well, welcome to the joint production. We are truly excited to have you here today and share your thoughts and ideas, and we will be keen to share them on all our social media platforms, K24 TV, at X at K24 TV, Facebook K24 TV, as well as Kameme TV Kenya on Facebook, as well as X. And the question remains, would you recall your member of parliament and why? That is our question of the day today. Let's go. Would you recall your member of parliament and why? Who is your member of parliament? So when you're sharing your feedback to us, indicate who's your member of parliament and what are the reasons as to why you want him out. So that will be that will set the pace for discussions here today on the joint production of K24 TV and Kameme TV. Share your opinions with us. My name is Linda Koskei. Busara, let's get it started. Na asante sana Linda Koskei na Mumbi Chege kutoka upande mwingine wa studio. Na mtazamaji, hukumbusha tu basi tupo na wageni ndani ya studio ambao watakuwa wanajiunga nasi baada ya muda usiokuwa mrefu, na bila shaka mimi nitakuwa na wachanganuzi wa masuala ya siasa na harakati wa kutetea haki za binadamu, na vile vile nitakuwa naangazia ama nitakuwa nazungumza na wakili, na vile vile upande mwingine wa studio mwanahabari mwenza ambaye ni Mariam Jahid, naye atakuwa na kikao kizima na wageni ndani ya studio tukilidadavua kwa undani swala hili zima la kumuondoa mbunge mamlakani. Tutakuwa tunaangazia kwa undani mchakato mzima wa kufanikisha hilo. Basi moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Mombasa, maana namuona mwanahabari ambaye ni naelekeza kwamba aliye tayari ni Timothy Simwa kutoka Uasin Gishu akiwa mjini Eldoret. Basi Simwa, hujambo? Kama unanipata na kuachia usukani utufungulie makala yetu maalum siku ya leo. Naam, Busara, tuko ange katikati ya mji wa Eldoret ili kuweza kuwashirikisha wazalendo katika swala ambalo tunalijadili hii leo likihusiana na mustakabali wa taifa, ukiwadia wakati ambapo taifa limeweza kushuhudia mambo mengi ikianzishwa na vijana, maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z. Bila shaka ni swala ambalo limeweza kuibua mazungumzo si hapa nchini tu, hata katika midaa ya kimataifa. Na hapa tungependa kujua maoni ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu. Kaunti hii ni muhimu kwa swala kwamba huku ndiko anakotoka Rais William Ruto, hapa ndipo nyumbani, na bila shaka mji huko wakati mmoja vile vile uliweza kushuhudia maandamano ambayo yaligeuka vurumai na uharibifu wa mali. Kwa hivyo bila shaka wana mengi ya kuyasema kuhusiana tu na namna mustakabali wa taifa unavyokaa kwa sasa. Lakini bila kupoteza wakati, Busara, niruhusu niweze kuzungumza nao masuala tofauti yanayofungamana na mambo ambayo tunayazungumza jioni ya leo. Utaanza kutuambia jina lako na labda tu ukiwa kama Mkenya, matukio ya wiki karibu 3-4 zilizopita kufikia leo, mageuzi katika serikali, viongozi wa kisiasa na wawakilishi mbalimbali, kwa namna mambo yanavyoenda, wewe unaweza kusema nini au kipi kifanyika kwenda mbele ili kuleta udhabiti wa kitaifa na kurejesha imani ya Wakenya katika mifumo na taasisi za serikali, kuanzia na taasisi ama afisi ya rais? Utaanza kusema jina. Kwa majina ni Jeremiah Kibet Sawe. Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu County, Kapseret Sub County. Mimi maoni yangu, rais ameweza kusikiliza maneno ya vijana ya hawa Gen Z. Kitu yenye tunataka hao vijana wavumilie na wafanye kazi yale ambayo walikuwa wanafanya mbeleni. Wawache mambo ya maandamano, kwa sababu sisi tukiwa hapa Eldoret tuliweza kupoteza mali mingi sana, vitu mingi iliweza kuporwa jinsi ya hiyo maandamano. Mimi nataka tu niambie vijana wetu, na mimi nataka niambie wasasi wetu wasante sana, kwa sababu juzi tulipoongea tukiwa wazee walisikiliza na walihonya vijana watoto wao. Sisi hatutaki maandamano hapa Eldoret, kwa sababu hiyo
ni hasara sana. Na unajua hapa Eldoret mtu anakuja tu kutafuta riziki ya siku. So mambo ya amani ni kitu ya muhimu sana. Sisi tukiwa hapa Eldoret hatutaki maandamano na hatutaki kabisa. Hata tuliona siku ya leo wengine walitaka kuanza leo maandamano na sisi tulikataa. Mimi nikiwa chairman hapa CBD. Na mimi nataka nipongeze OCPD yetu na County Commissioner kwa sababu kwa hiyo kazi ambayo walifanya siku ya leo. Asante sana. Kuna suala la kuwarejesha nyumbani wawakilishi wetu wawe ni wajumbe. Wewe unaonaje swala hili? Wakati umefika iwapo Wakenya waridhishwe na namna wanavyoongozwa na viongozi wao waweze kuwarejesha maarufu kama recalls. Sijui maoni yako itakuwa ni yapi? Utaanza kwa jina. Kwa jina naitwa Alan Kogo, mkazi wa Uasin Gishu, natoka Kapseret. Maoni yangu kuhusiana na recall ya mbunge, iwe gavana, iwe seneta, endapo ataweza kufanya kazi kulingana na yale ambayo alikuwa ameagizana na wapiga kura. Mimi maoni yangu kwenye national dialogue ambayo tunaenda kuanza, vile rais alivyotuagiza, iwe kwamba endapo kiongozi wangu ataweza kufanya kazi, aweze kurudishwa nyumbani. So ningependa kuona kwamba viongozi wetu wanapoenda kufanya kazi, usisahau yale ambayo uliwaahidi wakazi ambao walikuchagua, kwa sababu hiyo ni kama kukeuka mkataba ambao mlikubaliana nao. So tungependa kwenda mbele na hiyo maoni kwamba ukikubaliana na wakazi wako kwamba utataka kufanya maendeleo fulani, zingatia hayo, kwa sababu hao ndio ambao wamekupea kazi. Binafsi umeridhishwa na mjumbe wako? Kwa sasa ningepea mjumbe wangu kwa idadi ya 10, ndampea 6. So kwa hivyo bado ako na nafasi ya kuboresha yale 4 ambayo yamebaki. Huyo ni bwana Oscar Sudi. So kwa sasa ako na 6, bado afanye bidii kwa hizo 4 ambazo zimebaki. Yeah. Labda kwa upande wako tu. Kwa upande wangu nataka nimwambie Mheshimiwa Rais, hii maneno ya kurudisha mawaziri ambao walikuwa wameenda nyumbani awachane nayo. Rais achukue mawaziri ambayo they are competent enough they are competent and professional to run the ministries, because the ministries is the one which runs the country, and without a good cabinet the country will not run well. Na mimi nataka kumwambia rais, hii maneno yenye watu wanakimbia wakisema sijui rudisha nani, wewe rais hapana, sikia maneno hao, watu wakae nyumbani, tafuta watu ambao wanaweza kukusaidia kwa kazi yako. Pia Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie kwa mambo ya bunge, hii maneno ya kupatia wabunge mambo na allowance, sisi kama Wakenya taxpayers hatutaki mambo na allowance. Hata hiyo Parliamentary Service Commission inafaa ipujiliwe mbali. Allowances ipewe walimu, ipewe nurses, ipewe nani, lakini wapunge kama mtu anapata mshahara ya bilioni 1, allowance bado ni ya kazi gani? Alafu pia mawaziri, rais punguza kuanzia 21 ikuja at least hata 10 hapo. Kama wizara ya maji, ardhi, sijui tourism, sijui wildlife, na yote iko kwa land. So yote iwekwe kwa lands. Asante sana. Labda kijana mwingine hapa tu tupe maoni kwa upande wako. Kwa majina naitwa Dennis Maya. Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu, Turbo Sub County. Tunaomba rais aweze kurudisha kazi mtaani, sisi vijana tuweze. Hiyo ikuwe riziki yetu ya kuhustle na itukeep busy. Kazi mtaani irudi ground. Yeah. Sawa, labda niweze kupata maoni tu ya mkazi mwingine hapa. Okay, kwa majina mimi naitwa 64 Life. So tuko Eldoret, mahali president anatoka. So maybe tu kuna issues ambaye nataka niseme. Kwa ukweli kulikuwa na mambo ya GNCs. Na mambo ya GNCs walituattack kwa njia ambaye sisi tukufurahia. Kwa mfano, sisi hapa Bonde la Ufa mahali president anatoka Uasin Gishu, tulishuhudia hii mambo ya GNCs kwa counties ambaye mahali president anatoka. Tukufurahia, maana tulijaribu kufuatilia accounts hizo. Wala ambao walikuwa wanapost wanasema mambo ya GNC itakuwa ni wala watu walikuwa Nairobi. Ile mambo ambayo ilifanyika Eldoret hapa last week, mambo ya mchafuko ambayo ilichafuka, hii kukuwa ni wenyeji, walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatoka mbali wakakuja kutuchafulia Eldoret. So sisi tunasema kwamba tunaunga president 100% sure, na hatuna shida na yeye. Shida ni kwamba kuna wale watu ambaye walikuwa CS na walikuwa wanafanya kazi na president. Nataka niseme kwamba maybe hawa kuna wengine ambao walikuwa wazuri na walikuwa wanafanya kazi. Siwezi sema tuwakatashe kwa sababu kuna mambo ya siasa, kuna network ya siasa hapo mbele. Maybe wanaweza sema kuna wale watu wako na ushawishi pale Mount Kenya. So asante sana. Acha tumpe mwanadada hapa maoni tukimalizia tu.
Maandamano yaendelee kwa sababu tumeona vijana wakisisitiza kwamba maandamano haya yanafaa kuendelea tu licha ya matangazo tofauti au mageuzi ambayo yameweza kuanzishwa na serikali. Wewe ukiwa kama kijana, ipi inafaa kuwa njia ya kwenda mbele? Maandamano yaendelee au waweke break kidogo waone nini ambacho kitakuwa kinafanyika? Kwa majina mimi naitwa Sharon Mohamed, a youth from Uasin Gishu County. Kwa maneno ya maandamano mimi nasema let us allow the dialogue of the president. Maandamano saizi bado haisaidii anything. So far so good. Maandamano will not be a solution. And I want to address my fellow GNC called Mercy Tarus. Mercy Tarus, you talk yesterday, wherever you talk in whichever TV, that is, you disappoint us like youths of Uasin Gishu. You call our president like, I don't know. You disrespect our president. You don't have any respect. How can you say Rutism? That is disrespecting our president. I want to urge Mercy Tarus, please, no matter even kuna NGOs wamekuchukua, respect our president whichever. And na hii kitu nyinyi mnasema ati president must go. Hakuna mahali Ruto anaenda. President wetu for 10 years. Busara ndo kama hivyo. Haya ni maoni ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu na wamejaa hapa kwa wingi kutoa hisia zao tu kuhusiana na mazungumzo ambayo tunayaandaa hii leo, waweze kutoa tu semi zao ya ni nini au ni kipi ambacho kinafaa kufanyika kwenda mbele, serikali ikiendelea tu kujikuna kichwa kuona ni lipi ambalo litakuwa linatuliza hali na joto la kisiasa na maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z ambao wamesisitiza kwamba lazima mageuzi yafanywe katika ngazi zote za serikali. Kwa hivyo wao wanachokisema ni kwamba wangependa kuona mageuzi haya yakifanywa, lakini wanashikilia kwamba haya yanapofanyika suala la amani vile vile liweza kupewa kipaumbele. Busara. Asante sana Timothy Simwa akiwa mjini Eldoret, County ya Uasin Gishu, anazungumza na baadhi ya wakazi kuhusiana na mada ya siku. Na mtazamaji, kumbuka kwamba tunakujia mubashara hapa kwenye runinga K24 na vile vile runinga ya Kameme TV, na Evelyn Wangoi yupo nasi katika meza ya lugha ya ishara. Tukiondoka Uasin Gishu tufululize hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo mwanahabari Boniface Msangi naye yupo ange kutujuza hisia za wakazi kuhusiana tu na swala zima la utawala bora. Mtazamaji, basi moja kwa moja tuungane naye. Kama unanipata, chukua sukani Msangi. Shukrani sana Busara. Basi hapa kaunti 001 ni jioni njema, jioni ambayo siku hii ya leo basi haikushuhudia maandamano ambayo hapo jana basi yaliweza kurindima katika kaunti hii ya Mombasa na kuweza kupelekea baadhi ya wafanyabiashara wengi kuweza kufunga maduka yao, na pia wale wanarika la Gen Z wakiweza kuanzisha mchakato mzima basi wa kuweza kuishinikiza serikali kuweza kuwajibikia masuala mbalimbali ikiwemo swala ufisadi na swala pia la uongozi bora humu nchini. Ni maandamano ambayo yameshuhudiwa humu nchini ikiwemo hawa wanarika wa Gen Z ambao wengi basi waliyataja kama ni wanarika ambao kazi yao ingekuwa tu ya kuweza kuelekea katika yale maduka kuweza kula sharubati mbalimbali na pia vile vile kuweza kujipiga selfie katika barabara, lakini yameweza kushuhudiwa yakija na hisia kubwa, na pia vile vile yamejitokeza wazi ambapo rais kwa sasa ameweza kujikumika pakubwa na kuweza hata kufuta baraza lake la mawaziri, kuweza kuwafuta mawaziri wote humu nchini, na pia vile vile kuweza kushuhudia pia yule inspector mkuu wa polisi nchini kuweza kujiuzulu, na pia vile vile kuweza kushuhudia masuala mbalimbali ambapo rais amejitokeza kuweza yapigia upato kwamba ataweza kukabiliana nayo ikiwemo swala zima la ufisadi na michango katika makanisa. Lakini kwa sasa basi wanarika la Gen Z wamesema sio tu katika serikali kuu masuala haya yataendelea, wakiendeleza katika serikali kuu kasi kama hiyo inafaa kushuka katika serikali za kaunti huku mashinani, na pia vile vile basi wakiweza kulenga maeneo bunge mbalimbali. Hivyo basi siku hii leo tunauliza, je, kama mwananchi yupo na jukumu gani la kuweza kuhakikisha basi hawa wabunge waliochagua katika maeneo haya wanaweza kuwarudisha nyumbani wapo hawajawajibika, na pia vile vile wabunge hawa basi wana jukumu gani katika swala zima la uongozi. Tunaweza kushuhudia pia mrengo ule wa ODM ukiweza kuweka wazi wale wabunge ambao waliweza kupiga ile kura ya ndio katika kupitisha mswada ule wa fedha, basi wakiweza kusema kwamba basi huenda wakawarudisha nyumbani, na mchakato huo basi huenda ukaanzishwa wazi katika maeneo bunge yao. Nami hapa nitakuwa na wakazi kuweza kuongea na wao. Je, wanaofahamu mchakato wa kuweza kurudisha nyumbani wabunge wao, na vipi katika uongozi wana yapi ya kuzungumzia kuhusu swala zima la nafasi hii ambayo ya kikatiba imekuja wazi, ambayo imewekwa wazi kwa wananchi kuweza kurudisha wabunge wao waweze kuchukua nafasi ya kuweza kuwarejesha nyumbani wabunge wao wapo watakuwa hawajawajibika. Hujambo, unaitwa nani? Una yapi ya kuzungumza kuhusiana na mchakato mzima huu wa kuweza kuwarudisha wabunge nyumbani ambao hawajawajibika?
Asante sana Msangi. Kwa majina ni James Ogare. Mimi ni mwanaharakati ama activist hapa katika kaunti ya Mombasa. Nataka niseme ya kwamba wabunge katika nchi hii wametufeli kabisa. Hatuna tena jambo lingine la kuzungumza na hawa, na vile vile hatuna imani nao tena. Kwa sababu ukiangalia wao ndio hata ni mwanzo wa haya yote ambayo tunayapitia kama taifa kwa wakati huu. Kwa sababu kama wangeweza kusikia wananchi wa lile taifa, hatungewahi kuwa na hivi vifo ambavyo sahihi zimefika zaidi ya 50 ambao tumeona na tumeshuhudia katika nchi hii. Kwa hivyo hawa wabunge ndio watu wa kwanza, viongozi wa kwanza ambao wamefeli. Na sitaki niseme eti wabunge wa mrengo ule ama wabunge wa mrengo huu mwingine. Ni wabunge wote kwa jumla. Manake yao kama wabunge, na wajua hawa viongozi wanachaguliwa na hawa wananchi. Kwa hivyo wanatumia ile inaitwa delegated power. Na kama wao watapewa nafasi ya kuongoza nchi kulingana na katiba, lakini hawako tayari kuchukua ile fursa ambao wamepewa wananchi wa Kenya na katiba, basi watakuwa wamefeli. Pengine unaweza kuona kwamba kutokana na hisia zako unaona ni muhimu kwa wananchi katika maeneo mbalimbali kuweza kuanzisha mchakato kama huo iwapo wanahisi mbunge wao hajatekeleza wajibu wake. Ni vyema kabisa wananchi waanzishe mchakato wa kuondoa hawa wabunge. Na wajua kipengee cha katiba cha 97 na kipengee cha 98. Hivi vipengee vimempa mwananchi nguvu ya kuweza kubandua viongozi ambao wako pale kwenye bunge kutoka uongozini, iwapo watakuwa wamekuwa viongozi wa kukiuka wale matakwa ya wananchi. Asante. Naona mko wengi, wacha tupatie ruhusa mwenzako. Kaka, kifupi tusonga hapa. Je, unajua vipi unaweza kumbandua kiongozi wako mbunge wako wewe wapo huna imani na yeye? Unajua hizo mikakati ama unahitaji uhamasisho zaidi? Okay, asante. Naitwa Evangelist Isaya. Naweza nikaongezea nikasema mtetezi wa wananchi walio chini ni mbunge. Ikiwa mbunge amemistake agakosea, kwa hivyo hata rais hafai kuulizwa swali. Maana rais ama uongozi wote unaweza ukatoa kauli, lakini yule mbunge atakataa, maana mbunge ndiye sauti ya wananchi wa chini. Ikiwa mbunge amekosea, sasa inabidi wananchi turudi kwa wale wabunge. Maana sisi tulichokuwa tuko na haja nacho ni message, na rais ashafikiwa na message. Sasa tunarudi chini wale JNC kuangalia wale wabunge. Ikiwa mbunge amezembea ndani ya eneo langu la ubunge, anatakana pia must go. Asante sana basi. Sasa karibu tu hapa mami, nimekuwa kusikiza kwa kina sana pengine swala hili la kuweza kuwaregesha nyumbani hawa viongozi humu nchini katika serikali za kaunti na pia katika wabunge. Una yapi kuzungumzia swala hilo wewe? Hilo ni jambo la maana sana kwa Wakenya sasa, kwa sababu tumekuwa na mwamko mpya. Kwanza kama Wakenya tumeanza kujielewa. Kama Wakenya tumeanza kudai haki yetu ya jinsi ambavyo tutaendelezwa na serikali. Walakini utagundua ya kwamba system ya uchaguzi sio bora. So tunaweza kuregesha wabunge, lakini kwa sababu watu ni wale, hata ukiwapata wapya bado watarudi kwa wale. So ni muhimu tuweze kuangalia system yetu ya elections ni system ya aina gani, ili tupate system ambaye itatusaidia kuweka watu ambao wana majukumu ya wananchi. Naona kauli yako naona imeweza kuingiana pia na swala zima la mwadhini katika eneo hili la Mombasa. Basi songa tu hapa karibu pia hivi, tueleze pengine unaona kwa sasa hawa wananchi ambao tuko nao humu nchini wanaofahamu wa kuweza kumregesha vipi, wanaweza kumtoa mbunge mamlakani ama wanahitaji uhamasisho zaidi? Wananchi wanahitaji kusaidiwa zaidi, sababu mimi nimeona serikali inafanya vitu vya ajabu juu. Watu wanaona wamepenya na kumbe hawajapenya. Wanafikiria wameshinda na kumbe ndio wameshindwa. So ni muhimu tuwe na kufundisha wananchi kwa hali ya juu ili waweze kuelewa jinsi na mbinu ya kuhakikisha wabunge wamerudi. Tutakapofaulu, Kenya haitakuwa ya kawaida tena.
Asante tu kidogo tu, nafasi moja tu kaka, kiufupi tu, muda hauko nasi, kiufupi tu tueleze pengine una maoni gani kuhusiana na viongozi tulionao kwa sasa wa bunge, na je, ukipewa nafasi ya kuweza kumregesha nyumbani bunge wako utatekeleza wajibu huo? Kwanza kabisa mimi naitwa Dishon Mwamburi, bunge la mwananchi, chairman Polana. Ni haki kabisa na katiba ile imetupatia nafasi ya kuondoa mtu ambaye hafanyi kazi kama mbunge. Ingawa tena ilikuwa iko rahisi kumtoa, lakini baadaye wakaenda wakabadilisha legislation wakaweka baada ya miaka miwili, ambapo walitukosea. Lakini hata hivyo pia, kwa sababu miaka miwili iko karibu kuingia, wakati IBC itakuwa in place, huu mchakato wa kuwaondoa unaanza immediately. Wananchi waite wabunge wao, waondoe, waweke wabunge ambao watawafanyia kazi. Kwa sababu mtu ambaye ametumwa pale bungeni kazi yake ni tatu tu, ya kucheck the government na uwakilishi, alafu ingine ni kutengeneza sheria. Hawafanyi hiyo, wanabebwa na rais, wanaambiwa kaeni hapa, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Hawatekelezi wajibu wao kikamilifu. Ni wengi wangependa kuongea, lakini najua muda haupo nafsi kwa sababu muda umeweza kusonga, lakini wanasema basi kwa sasa ni hapo mwezi unaokuja tu, mwezi wa Agosti, hii itakuwa ni miaka miwili ambayo imeweza kutimia humu nchini, na itakuwa wazi ya kwamba basi mchakato mzima kuweza kuondoa mbunge wako katika eneo bunge lile lako itakuwa wazi, unaweza kulitekeleza, kwani ni mbunge yule basi unaweza kumuondoa mamlakani akiwa ametimiza takriban miaka miwili au vile vile kabla basi mwaka mmoja kabla ya kura. Yote tisa haya basi ni wakazi wamesema, na hisia zao zimeashiria wazi ya kwamba basi wabunge wanafaa kuwajibika pakubwa katika kuangazia maslahi mbalimbali humu nchini, ikiwemo pia kukabiliana na ufisadi na pia kutoa huduma bora kwa wananchi. Ni hayo tu kutoka kaunti ya Mombasa, lakini tazidi tu kuendeleza mazungumzo na wakazi hawa hapa ili tuweze kuchanganua kwa kina swala hili la iwapo wanafaa kutuka jukumu la kuweza kuwaregesha wabunge hawa nyumbani, na kipi kile wanafaa kukifahamu zaidi ili kuweza kufanikisha juhudi hizo. Kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu naitwa Boniface Msangi, kwako studio Busara. Naam, asante sana Boniface Msangi kwa taarifa hiyo kutoka Mombasa, na bila shaka wakazi pale wametupatia hisia zao kuhusiana tu na swala hilo zima la kumuondoa mbunge mamlakani. Tukiondoka Mombasa basi tupige jicho katika kaunti ya Machakos, ambapo tunaungana na mwanahabari Electine Odera ambaye pia naye anapata fursa ya kutangamana na wakazi wa Machakos kujua je, hisia zao ni zipi kuhusiana na mchakato mzima wa kumuondoa mbunge mamlakani. Kwako Electine. Asante sana Busara. Nadhani kwamba kilichochochea hawa wananchi ama vijana wa Gen Z kuanza mchakato ama maandamano ya kwanza ilikuwa kwamba wabunge kidogo wakosea wengi walipoweza kupitisha mswada huo wa fedha mwaka 2024. Ndiposa basi tumeona matukio tofauti yakitendeka yakichangia katika maandamano ya vijana hawa. Na mbunge wa eneo hili pia, kumbuka kwamba pia ni mmojawapo wa wale wabunge ambao waliweza kupiga ndio katika mswada huo wa kifedha wa mwaka 2024. Nataka basi tuweze kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Machakos kuweza kutueleza basi kama ni sawa kuweza kusema kwamba kidogo mbunge ama tuweze kuelekea katika uchaguzi ndiposa wafanye uchaguzi mwingine, ama pia kuweza kwamba kupiga ndio katika ule mswada wa fedha ni sawa kwa hawa wananchi wa Machakos. Asante sana. Ukikaribia kamera, tunataka tuweze kuzungumza na wewe. Tunazungumzia masuala ya kuweza kumbandua wabunge. Ni sawa kikatiba kama wewe mkazi wa kaunti hii, pamoja na kwamba kidogo ndio kilichochochea wananchi wengi kuanza kuingia maandamano kutokana na hatua ya wabunge kuweza kuidhinisha ule mswada wa fedha wa mwaka 2024? Kwa kweli wabunge wetu ni kama walienda kando kidogo na ile matakwa ya Wakenya waliposema ndio kwa huo mswada ama hiyo bill, because it was not representing the views of Kenyans. I think the government has got its own way of obtaining intelligence from the public, and I think the NIS fed the president or whoever was for this opinion or for this bill that it was not in the best interest of Kenyans to actually sail that bill through. However, our parliamentarians, actually the public, the people have lost trust. People have lost confidence in these guys, and so to say, Moi did it. Moi dissolved his parliament in 1992. He did it in 2002.
during his exit as President of the Republic of Kenya. So it won't be news if today Parliament is dissolved by His Excellency the President. Yes. Now, those ones, as the people agitate for change, I think it's also it's worthy noting that you cannot do this at this time. For instance, if you want to remove the president, yes, the president may resign according to the Constitution, Article 146, or can be impeached according to Article 44. However, that one done, or we want the executive to go. Executive, is established under Chapter 9 of the Constitution. And Article 129 now says the authority of the executive is derived from the people. If we want to change leadership of Kenya, as it were, then the question which should be addressed as of now is, do we have IBC in place to go for elections? Kwa hivyo kulingana nawe, mtazamo wako ni upi kuhusiana na hatua ya kuweza kumuondoa ama kuwaondoa wabunge madarakani? Ni sawa kusema kwamba rais anafaa kulivunjilia mbali bunge ama National Assembly? As of now, it is not even constitutional, it's procedural, because Kenya is a country of procedures. And the procedure for election is that we must have a body in place, election IBC, for example, which we don't have today. So even if Parliament is dissolved tomorrow, we'll have again to go back to the drawing board and ask, do we have IBC in place to do another election? Yes. Asante sana. Anasema kwamba kidogo hatuna IEBC ambayo iko madarakani ama iko constituted. Kwa hivyo inakuwa ngumu kusema kwamba hata rais akivunjilia mbali bunge la kitaifa basi hakutakuwa na uchaguzi wowote. Kulingana na wewe, manake tuliona kwamba kidogo kile kilichowasababisha vijana kuingia katika maandamano kwa mara ya kwanza ilikuwa kwamba waliudhika kutokana na kwamba baadhi ya wabunge ama wengi wa wabunge waliweza kuidhinisha mswada wa fedha. Hivyo basi ni sawa kusema kwamba our MPs should be recalled. Kulingana na kipengele cha katiba 104 inaeleza mambo ya recall. Na kurecall wa bunge, hiyo ni jukumu ambalo limetwikwa wananchi kwa sababu ndio huwa wanawachagua. Tukiangalia jinsi ambavyo wabunge wetu wamekuwa waki-behave in parliament, we can say that our MPs are not representing the people, because what they are exercising is delegated power. And the delegated power is just for a period of 5 years. And it is not necessarily that we finish the 5 years. These people can be recalled because we have elected them, given them the mandate to represent the people. And when you do representation, you just articulate what the people say. What we saw with the finance bill, not even 2024, 2023, there was the same issue that came up during the finance bill. And most of the issues that were given by the people, the memorandums that were submitted by the people to the respective standing house committees, were against the bill. But because of the tyranny of numbers, these people decided we'll do mupende musipende, we are going to pass it the way it is. And that is exactly what they did. This is something that has been brewing, not just something that came 2024. Atiwaone Gen-Zs waliingia tu kwa mtaa. No, these are things that they have been seeing, the behavior of our people in parliament, parliamentarians who don't care about what the people are saying. Look at public participation, what happened. People went out, gave views, and were against. Even manufacturers, investors were against the bill. But what happened? Guys went voting yes. That was against the will of the people. That shows that they were not representing the will of the people, and that is why people erupted, the Gen-Zs came, and then they wanted to represent themselves, because under our constitution, we give these people power to represent us. That is indirect representation, but also the power belongs to the people. They can represent themselves directly. And when people went into the streets, they were doing what is rightly supposed to be. They did according to the constitution. They were representing themselves directly. It is not necessarily that we wait for the MPs. It is about 290 elected members of parliament, and they cannot listen to over
almost 50 million Kenyans, that's a no. These are institutions. It's a high time the institutions live to the standards that they're supposed to do, the principles that they're supposed to live along. And then secondly, we need to see separation of powers. Let the executive do what is supposed to be done by the executive. Asante sana, najua kwamba ana maneno mengi ambayo anataka kuweza kuzungumza, lakini nadhani kwamba kila ambacho umeweza kuzungumza mwananchi ameweza kukipata. Basi busara yamekuwa ni maoni kutoka kaunti ya Machakos, kutoka kwa wakazi, kutokana na kwamba kumekuwa na ule msukumo kwamba bunge iweze kufutiliwa mbali na twende katika uchaguzi. Hivyo wengine wanasema kwamba kidogo kama hamna IEBC basi uchaguzi hauwezi kufanyika. Ndio maoni hayo kutoka kaunti, narejesha kwako. Asante sana Electin Odera kutoka Machakos. Na tukiondoka kaunti hiyo basi tunaelekea katika kaunti ya Nyeri ambapo tunaungana na mwanahabari wa Ngugi atujuze naye hisia za wakazi wa Nyeri ni zipi. Basi Wahu na kwa chusukani. Busara. Kaunti ya Nyeri kama kaunti zingine ni mojawapo wa kaunti ambao kama wiki 3 zilizopita vijana walivamia supermarket ama duka la supermarket la MP wa Kieni na wakaribu na wakaiba. Lakini kabla tufike hapa ama kabla tueleze zaidi, nataka niongee na vijana kadhaa watuambie mambo mengi ambayo wamekuwa yakifanya wakuwe kwa streets. Mengi yameshughulikiwa, pengine nini imebaki na wanataka ama wanataka serikali ifanye nini. Utaanza na jina yako alafu tuambie so nini imebaki bana, nini imebaki, tuko kwa streets, nini ingine imebaki? Okay, jina langu naitwa Damaris na kulingana na maandamano yenye imekuwa ikiendelea, we are still on the streets juu kuna mambo ingine haijatekelezwa, na kama tunaweza taka vile hata amefuta CS, pia wabunge pia wanafaa wafutwe juu hakuna kazi wanatuonyesha wanafanya, because kama uchumi umezorota sana, maisha imepanda, so tunaweza taka wa president aangalia on that. Yeah. Sawa, asante Dama. Lawi, Dama amesema wabunge wafanye ile kazi walipewa. Pengine wewe wabunge wanafanya kazi aje na ni nini imebakia na mbona tuko kwa streets? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Lawis Brown Mathenge. Damaris amesema kuwa wabunge hawafanyi ama wanafanya kazi. Mimi kwangu hawafanyi kazi. Na kile ambacho sisi kama wanarika ambacho kimefanya sisi tukue kwenye streets tukiwa na haya maandamano ni kwa sababu this government imekosa kitu moja, that is accountability, and that is what we want as young people. The accountability in which sense? The accountability, for example, ukienda to the Ministry of Agriculture, fertilizer was brought to farmers. Agriculture has been the backbone of this country, especially here in Nyeri. It has been the backbone. We were told that we have fake fertilizer, and the government admitted that there was fake fertilizer that was bought using public resources. If it was bought using public resources, who is accountable now that there is fake fertilizer? We need to have people that are accountable. When we come to this maandamano yenye hiko, we are seeing the police brutality that is happening. For example, yesterday a journalist was shot dead 3 times. This, what does it tell you as a young person? These leaders have been telling us that we are the leaders of tomorrow. And the reason as to why young people are on the streets, they are not on the streets because of any other thing. It's because they were told they are the leaders of tomorrow. And the thing that they want is to secure this tomorrow. And the place that we are right now is that we are seeing that a government where we are on siege. And that is why we are requesting the president we need that accountability of these people. Thank you. Asante Lawis. Ni busara niruhusu niongee na kiongozi wa vijana. Na Karedhi, whatever youths wanafanya, according to you as a leader, is it right? Are they on the right side? Are they on the wrong side? Na pengine what ni nini nafaa kufanywa ndio pengine wanasema mambo zenye wako nazo hazijasikizwa. Gava inafaa kufanya nini? Asante sana, naitwa Karedhi Wambui na mimi ndio kiongozi wa vijana katika jimbo la Nyeri, na yale mambo ambayo yamekuwa yakiendelea ni kwamba mambo ya kupigana na ufisadi
ambayo imekuwa ikiwekwa kipaumbele na hawa vijana ni mambo ambayo sisi wote tunaunga mkono, na tunasema hiyo inafaa kuendelea, kwa sababu tukikosa kupigana na ufisadi itakuwa jambo ambalo itakuwa ikiendesha taifa nyuma. Na kwa hivyo sisi wote kama viongozi tunafaa kuwashika mkono, kuwapea support, na rais mwenyewe Rais William Ruto aweze kuweka mguu kabisa pale, ndio hakikisha kwamba tumepigana na ufisadi vilivyo. Ukiangalia ile mambo naweza sema wamekuwa kipotoka ama wakipotoshwa, ni wakati wamefika tunakuwa na uharibifu wa mali. Na sasa kama tunasema tuweze kujenga taifa pamoja, wanataka wapate zile nafasi zikuwe sawa, tena wakirudi pale waweze kuwa wao wenyewe wanashikana kwenda kuharibu mali ya umma, ni mambo ambayo si mzuri. Ukiangalia kama hapa Nyeri kuna baadhi ya wale wafanya biashara ambao wameenda hasara kubwa sana. Ukiangalia Chieni Supermarket, vijana karibu 400 sasa hawako kazi, na unaona vijana tena wanatokea kusema wanataka kazi. Sasa wakiharibu kazi ambayo tena wanataka kutafuta, inakuwa ni changamoto zaidi. Na kwa hivyo sisi tunaweza sema, ama mimi nasema tupigane na ufisadi. Na ile ingine jambo ambalo ni pia inaweza kuwa ikileta tatizo na hakuna mtu anaongelelea, rais hakikisha kwamba nafasi ambazo zinapatikana za kazi zikuwe ni za usawa kwa wote. Hata wale wako huko vitongojini, kila mtu akuwe akisikia anaweza kupata ile nafasi bila kutaka kujua yeye anajuana na nani. Na ikifika hapo kila mtu atasikia tunaendesha hii nchi vizuri na kila mtu atatosheka. Na niulize vijana, hata kama tunafanya ile mambo ya demokrasia na kupigana na mambo ambayo tunasema, tuhakikisha kwamba tunadumisha amani, kwa sababu hatuna Kenya ingine na tunafaa kuilida ndio tuweze kukua na kesho yetu. Asante. Na nikirudisha studio, jana wakati wa maandamano vijana walisema wataficha ID za wazazi wao 2027 ndio wazazi wasipige kura, kwa sababu saa hizi wana deal na consequences za leaders wenye wazazi wao walichagua. Kwa hivyo narudisha studioni kutoka kaunti ya Nyeri, naitwa Wahu. Asante sana Wahu Wangugi. Basi mwanahabari wa Kameme TV kutoka eneo la Nyeri. Mtazamaji, bila shaka tunakujia mbashara kutoka runinga K24 na vile vile runinga ya Kameme. Kwa pamoja tunahakikisha kwamba tunakujuza tu hisia za Wakenya wote na hisia zako wewe mtazamaji. Basi tukiondoka eneo hilo, moja kwa moja tufululize hadi eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu mtazamaji, ambapo tunaungana na mwanahabari Kimani Ngunjiri, naye atujuze wakazi wa eneo hilo wanasemaje. Basi Kimani, hujambo? Kama uko ange, tuko sukani. Asante sana Busara, na si jambo jioni hii, na ni kweli kwamba vile ulivyotaja tunaendelea na mazungumzo ambayo ni kuhusiana na ni jinsi gani ambayo wananchi wanaweza kujaribu kuangalia ni vipi viongozi wanafanya kazi, na iwapo hawafanyi kazi ni vipi ambavyo wanaweza kuwaondoa katika ofisi. Huo ndio mjadala jioni hii, na hapa nilipo ni katika eneo bunge la Kabete ambalo liko katika gatuzi la Kiambu, na tunapozungumza katika ama mjadala huu unapoendelea katika studioni hapa, kuna baadhi ya wananchi ambao tayari wameshaanza maandalizi ya ni jinsi gani ambavyo wanaweza kumngatua kutoka katika ofisi mbunge wao ambaye anatambulikana kama Githua wa Mashukuru. Na kwa hivyo nitakuwa ninazungumza nao ili waweze kutuambia ni kwa sababu gani ambayo wangependa kumtoa ama kumbandua mbunge wao kutoka ofisini. Ni kipi ambacho alichokifanya. Tutakuwa tunashirikiana na mmoja wale ambao ameanzisha mchakato huo mzima, Bi Busara. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi, ni katika upeperushaji wa moja kwa moja K24 na Kameme. Na kuna mpango ambao mko nao ambao ningependa utuelezee kwa kina ni kipi ambacho mnapanga kuhusiana na mbunge wenu hapa, na utaanza kwa jina lako. Kwa majina naitwa Mugore Kinothia, mimi mwenyewe ni wakili na kwa masuala ya hii katiba na constitution. Ule mjadala ambao tumeanza ni ule tunataka sisi kama wenyeji wa Kabete tuweze kumngatua na kumuondoa katika ile kiti yake ya member of parliament. Kila mtu wako na haki, na hii haki ni ya kusema ya kwamba mimi kama mwananchi wa hii nchi niko na sovereign power ya kusema kama mbunge hafanyi kazi vile inafaa na hafanyi kazi ile ambayo ametumwa na wananchi na haitilii manani ile, unajua tuko na ile tunataka,
na ile tunamtuma yeye kufanya. Yeye ni mtumwa kwetu, ndio afanye akifika bunge. Akikosa ama akifanya dosia ama akatae kufanya ambayo ni mahitaji yetu ambayo tumemtuma afanye, tuko na haki katika katiba. Section 104 inasema kwa katiba ati mimi kama mkaaji wa Kabete ninaweza anza niweke petition with IEBC, ni file na niseme ati kuna sisi wenyewe hatumtaki kama mbunge aondolewe, na ile ambayo tunafaa ama ambayo tunaandaa ni lazima nikuwe na ile list of signatures. Nikuwe ni 30%, 30% kutoka kila kona ya Kabete. Tuko na wards 5. Kwa kila hizi wards 5 lazima tufikishe 15% ya kusema sisi tumesign na hatumtaki kama mbunge wetu katika Kabete. Kwa hivyo hii ni legal process. Hii ni ile haki ya kila mwananchi ambayo ako kwa hii Kabete kusema kama ufanyi kazi ambayo tumekutuma kufanya, basi tuko na haki ya kukwambia rejea. Tutafute mtu ambaye atafanya kazi vile wananchi wanataka. Hii ni haki ya kila mtu ambayo anaishi hapa Kabete kuifanya na kutimiza. Na nimesikia nikikusikiza ninasikia unarudia kwamba iwapo mbunge hajafanya yale mambo ambayo mungependa. Sijui mnatumia vipimo vya aina gani ili kujua kwamba katika miaka inaelekea 2 ambayo amekuwa ofisini kama ameweza kufanya yale mambo ambayo mungependa ama hajafanya? Tunaweza angalia kwa katiba tunajua kazi ya mbunge ni gani. Kazi mmoja ni kuhakikisha malalamishi ya wananchi, hiyo ndio anatimiza. Ile ambayo tunataka kama our own opinion. Yes, hii opinion yake ni opinion yetu. Tunamtuma afanye ndio aweza kusaidia. Kama kuna ile tunaongea juu ya development, hakikisha ati kazi ambayo tumekutuma umehakikisha development imefika. Na kama utakuwa unafanya vitu ambavyo si ile ambayo tunataka, sisi tuko na haki ya kukuondoa. Hii mjadala hata ilianza ile tuseme ile hasira ambayo ilipanda hasira kabisa ilipanda ile siku tulimtuma tukamwambia tafadhali hii kuna finance bill, tafadhali vote no. Hiyo ilikuwa mahitaji na matakwa ya kila mtu ambayo ako Kabete. Lakini yeye mwenyewe alienda akavote yes. Kama mbunge hawezi fanya ambayo mnamwambia, kuna ID ile kwa chapter ya constitution mnasema ni lazima kuwe na integrity. Kama hakuna integrity hata kidogo, ile tunasikia ni kama rumors ama si rumors, ati kuna wabunge ambao waliitisha hela na wakakuwa corrupt. That is another section tunasema chapter 6. Wewe uko na integrity, wewe unafanya ambayo sisi wenyewe tunataka. So kuna haki sisi wenyewe tuseme hapana, hatukutaki. Hujafanya kazi ambayo tumekutuma, na wewe kama mtumwa umekataa kazi yako. So hiyo ndio maana kila sisi wote tumekuja kusema hafai kama hafanyi kazi ambayo tunataka afanye. Asante sana. Kipengele ambacho umetaja cha sheria ambayo inaelezea kuhusiana na mchakato huo mzima, vile vile kimepeana ni wakati mgani ambao mnaweza anzisha mchakato huu mzima, na kwa kifupi kinasema ya kwamba ni miaka 2 baada ya uchaguzi ambao ulifanyika na labda mwaka mmoja kabla ya uchaguzi ule mwingine. Hauoni kana kwamba mkianza wakati huu hatujafikisha miaka 2 tangu tulipofanya uchaguzi, hauoni kana kwamba itakuwa ni kinyume na sheria? Kueleza vizuri, Constitution section 104 104 inasema uko na haki ya recall ama kumuita after 2 years. Na ukifanya hiyo kazi unafanya nini? How do you unaanzisha hiyo filing ama initiating? Ni lazima ukue umeandika ile petition. Mimi mwenyewe kwanza nikuwe mimi ni mpiga kura wa Kabete. Niko registered voter. Once niko registered voter ni lazima ni file hiyo petition ya kusema simtaki. Okay? Hiyo petition ni lazima ikuwe na signatures accompanied by. Kwa hivyo wakati ambao utafika, uchaguzi ulikuwa 8 August 2022. So 8 August 2024 ndio nitachukua hizi makaratasi ambayo nimeandaa, ile petition, makaratasi zote za ambazo ziko na signature, the 30% signatures, ndio ni initiate na niende na hizo makaratasi nipatie IBC, ndio ni initiate on 8th August
2024. Hiyo ndio wakati ambao tunasema mwaka umeisha. Hapa tunajiandaa. Ikuwa kama signature tulianza kuzichukua ile wakati aliingia, ni sawa. Lazima tungoje ndio tupelekee IBC on 8th August 2024. Asante sana. Yeah. Tunashukuru sana na nafikiri tutazidi na mjadala huu kama vile ambavyo mambo yanaendelea yakichipuka. Ndio hali ilivyo hapa katika eneo hili la bunge la Kabete katika gatuzi hili la Kiambu, na ninafahamishwa kwamba kufikia hivi sasa huenda watu 7,000 katika eneo hili la bunge wametia sahihi pendekezo hilo la kumtoa katika kiti chake mbunge wa eneo hili, na kana kwamba litafaulu ama halitafaulu ni jambo tu la kupea macho. Lakini kwa wakati huu wacha nirudishe upande wa kwako studio Bi Busara. Kimani Ngunjiri, mwanahabari kutoka runinga Kameme TV akizungumza nasi mtazamaji. Na bila shaka alivyosema tayari wakazi wa bunge la Kabete wameshaanza mchakato mzima wa kumuondoa mbunge wa bunge hilo. Basi bila shaka ni swala la kusubiriwa. Na mtazamaji, basi kufikia hapo ningependa kumpisha mwenzangu Mumbi Chege kutoka upande mwingine wa studio aangazie baadhi ya jumbe ambazo wewe umetuma kuhusiana na swala hili. Kwako Mumbi. Shukran mwanahabari mwenzangu Busara Naman, na hapa kama nilivyokuelezea hapo awali tunaendelea kuangazia yale ambayo mnasema kwenye mitandao, katika mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka kwamba unaweza wasiliana nasi katika kwenye Twitter ama X @K24 TV na pia @Kameme TV Kenya, na pia kwenye Facebook Kameme TV Kenya na pia K24 Kenya. Ni vyema kwa sasa tuangalie yale ambayo watu wanasema kuhusiana na mada ya siku ya leo, joto la mwamko mpya, tukiangazia jumbe 2-3 hivi. Mmoja anasema upande wa Facebook, Nicholas Muraya, there's still time, let's give them a chance to make the necessary changes. Hayo ni maoni ya Nicholas. Mwingine anasema Maina Mbogo, as long as he or she voted yes to the finance bill, there is no other option, wote nyumbani. Asante sana kwa maoni hayo. Peter Kamau anasema kwamba yes, we voted for them to represent our interests, but after getting elected, they now represent their interests and their party leader. Asante sana Peter. Freddy anasema kwamba yes, because some of them are just darlings to the president, but we have forgotten the mwananchi on the ground. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya, na ni vyema nikukumbushe swali la siku. Je, ungependa kumuondoa mbunge wako mamlakani na kwa nini? Je, ungependa kumuondoa mbunge wako mamlakani na ni kwa nini? Tungependa kusikia jibu lako na sababu yako. Endelea kuwasiliana nasi vile nilivyokujusha hapo awali. Upande wa Facebook Kameme TV Kenya, pia K24 TV, na pia upande wa Twitter ama X @Kameme TV Kenya na pia @K24. Endelea kuwasiliana nasi hivi sasa. Wacha tuende mapumzikoni, na hapo baadaye tutakuwa tukipokea habari, lakini tutarejea na mada ya siku ya leo. Usiende mbali. Kameme TV. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta, tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV, love it. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita.